Ina maana kwamba haifai kumwadhibu mwanamke ukamweka zaidi ya miezi 4 bado hujagusana na yeye. Miskini wale wafanya kazi Saudia na wafanya kazi Dubai bwana, wa nyumba utokota miskini. Na mke ana haki ya kukwambia usende Dubai, afadhali tule sima lakini hamu ikinishika uko mwenye kunisaidia, kuliko wewe uko hoko naogopa nsije nkenda nje ya ndoa. Ana haki. Sasa kula nini? Kunweni mai ya kisima, lakini usimfanye mwenzako akaenda kinyume. Na pengine huna hata mazungumzo ya mapenzi wewe na mkeo. Kuna watu hata na mke wake hawezi kuzungumza maneno ya mapenzi. Na siku hizi alhamdulillah, fungua mbwa kwenye simu, weka video call. Kama kufanya umeruhusiwa ufanye utakalo, na kwenye simu ufanye utakalo. Muulize, je, ufaa video call? Ikiwa ufaa live call, si wewe ufanya wewe na yeye live namna hii kwenye simu, nani akukataza? Bora wewe na yeye, wewe na yeye, sio umekaa wewe na wendani wako. La, kuwa na ghera. Lakini waweza mke wangu haingia chumbani, sasa haya funga milango na madirisha, haya fanya yao Kwani wewe ngoja ufai ukiwa chumbani na mke wako, na mimi nakwambia mke wangu, mimi leo nataka kuangalia hivi namna ukivua nguo wa vipi. Basi maana kuna wengine mpaka watu haya maliza. La. Kwa hiyo miezi 4 ni haramu baada ya miezi 4. Imam Shafi asema kwa mujibu wa miezi 4 ni kwamba mwanamke huathirika katika kila namba 4. Siku 4, baada ya siku 4 mwanamke lazima na ndio kaona wake hatukuwekewa kuoa zaidi ya wake, sababu yule mwanamke aweza kustahimili siku 3, lakini siku ya 4 huwa taabani. Na maana ndio kaambiwa hapa ulale siku moja, hapa siku moja, hapa siku moja, haijafika siku ya 4 usharudi kwa ule mwingine. Umeona hapa? Wewe kila siku ukija ninachoka. Baba wewe, utasaidiwa kazi. Ifanye tu umechoka, usichoke na hili, choka na mingine. Ukija hapa usichoke. Haram. Kuna watu uthamini kazi kuliko kazi ya mke. Makosa. Watakaende wapi mtoto wa watu? Wewe mkeo akiwa mgonjwa utakwenda kuoa mwingine, au sio? Yeye akaolewe na nani? Bahati yetu sisi, wangekuwa wameruhusiwa na wao kuolewa na 4 tungetia adabu za kulalamika. Mimi basi nikichoka tu yeye enda kwa mwingine. Mbona yeye akichoka wewe utaenda kwa mwingine? Kwa hiyo yeye amebaki kwako wewe, mshughulikie kijana cha watu. Makosa. Sayyidina Umar aliposikia habari kama hii aliandika barua. Kila aliyoko kwenye jihadi ashafikisha miezi 4 afanye nini? Watu watishwa jihadi kwa ajili ya kushughulikia service ya wake zao, hakuna lingine. Amri ikatoka, yoyote alokuwa kwenye jihadi ashafikisha miezi mingapi? 4, atoke kwenye jihadi aje kumshughulikia mke wake. Ikawa imewekwa hairuhusiwi hata jihadi kwenda zaidi ya miezi 4. Na ndio ukaona hata watu wa tablighi mwisho wao ni kutoka ni miezi mingapi? 4 basi. Sababu kutunga sharia, kutunga mwenye haki. Sio itokewe na wewe mwenye tablighi ukitoka mwanzo uliza nyumbani, mke wangu nataka kwenda tablighi miezi 4. Utaweza kustahimili? Sio nende tablighi nikija hapo uambiwa huku kwako kwa vijana huyo kufundisha tablighi tu. Muulize mkeo bwana. Hii ni tablighi muhimu. Hii ni muhimu. Ukiwa muona wewe waweza kustahimili, ndio mpale mkatuona na sisi kuna Ijumaa nyingine hatuko hapa, na sisi tuko mbali na wake zetu, tumesafiri kidogo. Lazima bwana. Gari pia kuna siku nataka kubadilishwa nini? Oil, na wewe pia wataka ubadilishwe. Na wengine hawakuzoea kuota. Kuna watu hawajui tabia ya kuota kabisa, mpaka kitu live namna hii. Kwa hiyo sharia haikutuwekea bonyeza vingapi. Hayo wewe na yeye. Umeona mbonyezae hastahimili, muombe nafasi. Lakini matatizo sasa umpate mtu kila ukibonyeza ukwambia mbona kuna kitu? Taa zimekata. Umenipata hapo? Umenipata sasa? Na ikija namna hiyo. Sasa kinyume ni wewe humkinaishi yeye. Si wewe umeuliza kwa yeye hakinaishi?
Mke si amekimbia? Sasa ni kinyume, mke ni hayo, kila wewe ukijitahidi ufinya gari kwa pale pale